Lakini wako wanaosema ya kwamba kimeandikwa na watu wawili. Wanaoshikilia wazo hilo wanawaita Deutero Isaiah. Lakini wako wanaodhani ni watatu, Trito Isaiah. Lakini mbili amekuwa kiongozi. Isaya anasema, ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Isaya anasubiri mpaka mtu afe ndipo anasema ule mwaka nilimuona Bwana. Isaya. Hii maana yake nini? Watu walikuwa wameweka matumaini yao makubwa kwa huyu mfalme Uzia. Walikuwa wamemtegemea sana. Walikuwa wamemwamini sana. Walikuwa wamemkubali sana. Alikuwa na uwezo mkubwa kiasi kwamba watu walidhani ya kwamba bila hakuna nchi inayoweza ikaendelea. Taifa haliwezi kuendelea. Mtu mmoja akaniambia wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofariki, kuna mtu mmoja aliuliza, tena alikuwa mtu mzima, akauliza, Nyerere amekufa? Akaambiwa akauliza, Nyerere amekufa? Akaambiwa akauliza mara ya tatu, Nyerere amekufa? Akaambiwa na yeye akaanguka chini akafa. Kwa maana alidhani nchi haiwezi kuendelea kama yule mzee hayupo na kutupatia mashauri. Maana tulimwamini, maana tulimkubali, maana alikuwa na uwezo. Inakuwaje ikiwa amekufa? Maana hata ikiwa amestaafu, lakini walau awepo. Isaya anasema ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Wakati watu wakiwa na hofu, wakati watu wakiwa na wasiwasi, wakati watu hawaamini ya kwamba dola itaendelea, wakati watu wana kihoro, wakati watu hawatambui kitakachofuata baada hapo, ndipo anasema ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu ya kwamba wakati mwingine Mungu anasubiri mpaka yale matumainio yako yaondoke, wakati mwingine kazi iondoke, wakati mwingine ufaulu uharibike, wakati mwingine upate umaskini huna fedha. Anasubiri wakati mwingine mpaka katika nyakati ngumu yule unayemtumainia aondoke ndipo akutendee jambo. Unajua, ngoja nikwambie, katika ulimwengu huu wako watu wanasoma hata katika vyuo vikuu, wako watu wanasoma wakati anasoma ameshaambiwa ukimaliza kozi ninakupeleka ubalozi.
Ukimaliza kozi ninakupeleka benki. Ukimaliza kozi nakupeleka pale. Ukimaliza tu ninakuingiza TRA. Wako watu ambao wanaishi lakini matumaini yao, future yao imeambatana na jambo lingine mbele yao. Wakati fulani Mungu anaruhusu kile unachokitumainia kiondoke. Isaya anasema ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba ziko nyakati ambazo ili tumtegemee Mungu ni mpaka wazazi waondoke, wakati mwingine afya iwe na mgogoro, wakati mwingine sponsor agome kuendelea kulipa. Wakati ndiye unayemtumainia, ndiye uliyeweka matumainio yako kwake, kwamba kwa sababu nina sponsor nina uhakika wa kumaliza shule, kwa sababu nina fedha, nina uhakika wa kufanya hili na lile. Na wakati mwingine Mungu anaruhusu sponsor afe, sponsor aondoke. Hata wakati mwingine hafi, anakuambia tu samahani, mambo yameingiliana. Nimejitahidi kufanya yote ninayoweza kufanya, lakini sijafanikiwa. Kwa hiyo namwambia, sasa inakuwaje? Anakuambia nadhani Mungu atakusaidia. Mungu atanisaidia. Mungu, na mimi nilijua kuna Mungu, lakini siku zote nilipata fedha kutoka kwa sponsor. Siku zote nilipata malipo yanayopitia kwake. Nilijua Mungu yupo, lakini kuna nyakati Mungu anaruhusu mambo yawe magumu ili mtu aweze. Pastor alikuwa anaongea hapa juu ya mind. Aweze kureset mind yake. Aweke ubongo wake vizuri ili mambo yawe endelea. Isaya anasema ule mwaka alipokufa Uzia nalimuona Bwana. Hebu niruhusu niseme ya kwamba ziko nyakati ambazo ni ngumu. Na baada ya Isaya kusema maneno haya, ndipo Isaya anapoanza kumfahamu Mungu na jinsi Mungu anavyotenda kazi, jinsi alivyo. Anamuona Mungu katika heshima yake, katika ukuu wake. Na ndio maana fungu hili tu la kwanza linaendelea kueleza likisema, nimemuona Bwana katika kiti chake cha enzi. Maana ni kana kwamba kiti cha enzi kiko wazi, hakina mtu. Tunamtumainia kiongozi ambaye yuko kwenye kiti cha enzi, lakini kwa namna fulani amekufa. Na Isaya anafunuliwa, wanatheolojia wanaita theophany, anafunuliwa kama blanketi hivi, linasogea, anamuona Mungu, anaona kiti cha enzi. Na ndipo anakiri, anasema hapana, kuna jambo lisilo la kawaida. Anasema pindo la vazi lake, pindo tu la vazi lake likalijaza hekalu. Juu yake walisimama serafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Anamuona Bwana kwenye kiti cha enzi, maana mfalme wa kidunia ameondoka kwenye kiti. Sasa anasema nimemuona Bwana, pindo lake limejaza hekalu. Heshima yake ni kubwa mno. Niko hapa kuwakumbusha ya kwamba wakati mambo yanapokuwa magumu, yuko Bwana katika kiti cha enzi. Yuko mfalme wa wafalme katika kiti cha enzi. Wakati mambo yanapokuwa magumu, wakati mambo yanapokuwa magumu katika elimu, wakati mambo yanapokuwa magumu katika kozi zako, wakati mambo yanapokuwa magumu, yuko Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Tena hana wasiwasi, tena hana hofu. Biblia inasema ameketi katika kiti chake cha enzi, na pindo lake linajaza hekalu, na vituko vinaendelea pale. Maserafi wanamwabudu pale, wanaonesha heshima zao pale. Yuko Bwana katika kiti chake cha enzi, ametulia. Wakati watu wana hofu, nini kitakuwa kesho, nini kitatokea, yuko Bwana katika kiti chake cha enzi. Anatamani umfahamu kwa ukuu wake na heshima yake
na uwezo wake. Anatamani umfahamu ya kwamba yeye ana uwezo wote, ana nguvu yote. Kwa miaka kadhaa niliishi hapa Mwanza, kama miaka 9 hivi. Lakini siku moja wanafunzi wa chuo cha St. Augustine walipata shida ya mitihani ya siku ya Sabato. Wakapiga simu na president wa conference akatutuba. Tulikwenda wawili pale. Tulipofika tukakutana na mtu mmoja ambaye alitusikiliza, lakini akatuambia, sidhani kama mnaweza mkabadili lolote. Tukaondoka na wanafunzi wengi, tukaenda nao katika kanisa la Jegezi. Tukafanya maombi pamoja nao kwamba Mungu afungue njia. Maana wengine wamefika mahali wanatamani kufa, wanatamani kujiua, waondoke katika sayari hii, maana mambo yamekuwa magumu. Wamekatazwa kufanya mitihani. Yalitokea makundi mawili kama si matatu. Kundi moja liliamua kufanya mitihani, nikaendelea na maisha. Kundi la pili lilikataa kufanya mitihani, likasema tutasimama upande wa Bwana, haidhuru mambo yaweje. Baadhi yao niliwakuta Bugema na baadhi yao niliwakuta Makumira wakiendelea na masomo yao, maana ilishindikana. Lakini kundi la tatu walibaki pale pale chuoni, wakaendelea kusoma bila kufanya mitihani, lakini pia bila kuondoka. Yani wao waling'ang'ana, wakasema hatukuondoka, hatuondoki. Lakini tena maana wanaangalia njia wanaenda wapi. Kuna wale ambao niliwakuta Bugema, kuna wengine niliwakuta Makumira. Hao ndio niliwaona kwa macho yangu. Lakini wako ambao walibaki pale pale na wao wakaendelea na masomo yao, wakamaliza, sasa wanafanya shughuli zao. Yuko Mungu wakati mambo yanapokuwa magumu. Yupo Mungu. Wala usijaribiwe kujiua. Wako watu mambo yakiwa magumu anasema mimi sasa afadhali nife. Unakufa nini? Yani hata ukifa hujaondoa ile shida. Yani tabu iko pale pale. Wako watu sasa kama ni hivi afadhali nife sasa, mimi sasa siwezi kurudi nyumbani, sasa nakufa sasa. Unakufa nini? Wako watu hata akiachwa na mchumba anakufa. Unakufa nini? Yuko kijana alikuwa anasoma pale Arusha kwenye chuo, na wakati anasoma pale ikafika saa binti yule rafiki yake ambaye walipoingia tu pale, kila mmoja alikuwa anaangalia festia wameingia. Jamani, festia wameingia, na kila mmoja anaangalia na changamka kwamba na mimi nipate festia, na yeye akapatikana na hivi basi wakawa wamempata pale. Basi wanaongea kwamba wanaongea nini mimi sijui, lakini hawamalizi wanayoongea. Wanaanza kuongea, wanaongea na labda walikuwa wanatafakari, wanajadili desire of wages, labda sijui. Wanajadili, unaweza ukaenda ukarudi, bado wako tu pale masaa wanajadili. Na ikafika saa yule binti, kumbe walianza kupanga mipango na kuwa na future. Nadhani wale walikuwa wanataka kuwa wanaume na wanawake, na sasa wakawa wanapanga mipango ya future. Lakini kwa namna fulani binti akaingia mjini, siku moja akarudi, akamwandikia message yule kaka, akamwambia, kaka, naona hii mambo iishie hapa. Iishie. Jamaa akapata homa. Ndio nikajua kumbe kuna homa nyingine, unaweza kadhani malaria, sio malaria. Jamaa akaugua kabisa, na tetemeka na homa kabisa. Sasa rafiki yake akagundua akamwambia, kwani shida iko wapi? Sasa fulani sio ameniambia, sasa mimi basi hiyo mambo yaisha sasa. Kwa akaenda akamwambia yule binti, akamwambia, binti, unaua mtu huko. Akamwambia, naua. Sasa nifanyaje? Akamwambia, sasa na wewe si umkubali tu. Basi ngoja nije huko. Akapewa ruhusa, akaenda kumuona kijana. Alipomuona kijana akamwambia, nilikuwa nakutania tu. Kweli ulikuwa unanitania? Ndio. Nilikuwa nanitania. Nilikuwa nanitania? Ndio. Jamaa akapona. Na haikupita muda mrefu, mahusiano yale hayakwenda sana.
Hayakwenda sana. Nadhani walikuwa ni wavulana na wasichana. Hayakwenda sana. Baada ya muda fulani, yule kijana, yule binti akaenda tena mjini Arusha. Aliporudi akamwandikia barua. Safari hii akaandika barua. Akamwambia, hii ndiyo kwa heri ya kutokuonana. Hata kuongea sitaki tena na wewe. Bye bye. Akamwandikia barua. Kijana alipopata ile barua, akafikiria jinsi ambavyo atamuona yule binti akitembea na kijana mwingine, akiingia cafeteria, akienda kupumzika pale, wanaongea, alafu yeye yuko pembeni. Akasema, hii siwezi, ni afadhali nife. Na akafanya mikakati ya kufa, na akaandika barua akasema, kwa sababu dada amenikataa yule, mimi nimeamua kufa kwa hiari yangu mwenyewe. Akaamua, akaenda, akajiua na akafa kweli kweli. Na hivi ninavyoongea amekufa. Laiti angekuwepo, ningemwambia, hebu tuwezetu kule Alliance, tuwezetu kaangalie. Akapita hapa hivi, angekuta kuna sister vipi, poa, mambo. Mwenyezi Mungu akawaongoza katika kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Isaya anasema, licha ya kwamba mfalme amekufa, licha ya kwamba matumainio yangu yamekwisha, mambo si shwari, hali imebadilika, ingawa mambo ni magumu, bado ninalo tumaini. Maana Isaya anaoneshwa anafunguliwa pazia, anamuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Ombi langu ni hili, hebu kila mmoja mwisho wa mikutano hii, mwisho wa summit hii, afike mahali awe amemuona Bwana katika maisha yake. Wanagundua hatimaye ya kwamba huyu kijana yuko na Yesu Kristo anayeokoa. Wanatazama, wasa mbona vaaji yake iko hivi, mbona maisha yake yako hivi, mbona maneno yake yako hivi, hata ukimuudhi ana behave. Unajua, ngoja nikwambie, wako watu hata ukimkanyaga, yeye ndio umemkanyaga, anakwambia oh sorry. Yani wewe ndio umemkanyaga. Alafu yeye ndiye anayeanza kuleta apologies nyingi. Oh sorry. Yeye ndiye kana kwamba anakuhurumia. Wewe ndiye umemkanyaga. Nilisoma na kijana mmoja, rafiki mmoja, ambaye alikuwa yeye akipanda daladala, alafu mtu akakanyaga kiatu chake kutwa nzima hana amani. Sasa lakini mtu yule, ilikuwaje akakanyaga kiatu changu? Unaambia basi sasa yaishi, sasa anakaza okay sawa. Lakini alionaje mpaka akakanyaga kiatu changu? Yaani kuna watu wanapenda kiatu chake kuliko uso wake.
Yani kwake ilikuwa ni shida. Yani kutwa nzima mtaongea mengine. Lakini yule jamaa ikawaje akakanyaga kiatu changu. Yani yeye ni kiatu chake. Ngoja nikwambie, saa yaje ambayo yale unayoyatumainia yaweza yakaondoka. Mzazi anaweza akafa. Sponsor anaweza akaondoka. Utafanyaje wakati sponsor ameondoka? Utafanyaje wakati mambo yamekuwa magumu? Utafanyaje wakati hali imekuwa ngumu? Na wakati mwingine utaenda kwa mtu kutafuta ushauri, atakuambia sikiliza. Ulikuwa na mchumba, alafu mchumba amekuacha, huo ni mpango wa shetani kabisa, huo mpango wa shetani. Sasa nikana kwamba anakuambia uende kwa ushirikina ili ukakaunteract ile shida iliyotokea, maana ni mpango wa shetani. Kwa hiyo unachanganyikiwa. Amekuacha, huo ni mpango wa shetani, sio mambo ya Mungu, ni mpango wa shetani. Utafanyaje wakati shida inapoingia kwenye maisha yako? Inapoingia katika familia yenu? Shida inapoingia unafanyaje? Isaya anasema, ule mwaka alipokufa Uzia, naligeuza macho yangu nikamwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, na pindo tu peke yake, pindo lake limejaza hekalu. Nikaanza kufahamu heshima yake, stahili yake, nikaanza kufahamu. Ngoja nikwambie marafiki zangu, unapofahamu ukuu wa Mungu, huna jinsi isipokuwa utamwabudu kweli kweli. Ukifahamu cheo chake. Tatizo letu wakati mwingi, badala ya kumwangalia Mungu, unamwangalia mwanadamu. Ukimwangalia mwanadamu, utagundua kwamba wewe ni bora zaidi kuliko yule mwingine, maana unajilinganisha na mwanadamu mwingine. Sasa sina shida sana. Unajua mimi sibaki. Wengi wana tatizo, wanakuwa wabakaji. Mimi sibaki. Ni uzinzi kidogo. Uzinzi kidogo. Na tunakubaliana. Sio kesi kubwa, tunakubaliana, tunapatana wote. Na kwa hivyo sina shida kubwa sana. Yani ukianza kutazama wengine, utagundua wewe una nafuu. Utagundua kwamba wewe ni bora zaidi. Hata kwenye kanisa ukitazama wengine utasema mimi nitoa zaka, zaka natoa, sadaka sitoi sana, lakini si sawa na wale wengine. Utajipa nafuu. Mimi sina tatizo kubwa sana. Samitini naenda samiti, hata ikiwa mbali, nalipa nauli naenda. Tofauti na hao wasiokwenda samiti. Tatizo langu ni dogo, udhaifu wangu ni kuiba tu mitihani. Mitihani tu ndio naiba kidogo ili nifanye vizuri. Naiba kidogo. Yani ukiangalia wengine utagundua wewe bora zaidi. Lakini hatua ya kwanza ambayo Isaya anatuambia, kwanza anamwangalia Mungu. Ukimwangalia Mungu na heshima yake na ukuu wake na stahili yake, unagundua usivyofaa, usivyotosha, ulivyo dhaifu, ambavyo hufai chochote. Na ndipo hatua ya tatu anarudi anasema, ninakaa kati ya watu wachafu. Anamuona Mungu kwanza, kisha anajitazama. Baada ya pale anatazama watu wengine. Anagundua ya kwamba wanayo mahitaji pia. Wanahitaji msaada pia. Nilikuwa sasa nimeingia katika mafunzo ya kijeshi, na siku ya kwanza nilipofika pale nimkuta afande Chacha. Alikuwa si mrefu sana na wala si mnene. Chacha akatuambia Kuruta. Tukawa tunamwangalia hatujui, akasema kuanzia sasa nyinyi mnaitwa Kuruta. Akamwambia okay, sisi tunajua tuna majina yetu, alafu jamaa anatuambia tunaitwa Kuruta. Akamwambia okay, sawa. Akasema Kuruta, kuanzia sasa, kwanza akatuambia kaeni chini. Tukauchuna tu, anatuambia tukae chini kwa sababu gani? Tukamwangalia tu. Akasema kaeni chini. Tumemwangalia tu. Akarudia mara ya tatu kwa nguvu ya sauti, kaa chini. Sisi tumemwangalia tu. Akasema Kuruta, mimi ni mtu mkubwa sana jeshini. Akaanza kujieleza. Mimi ni campus manager.
Mimi ni battalion headquarter Sameja. Mimi ni Sameja wa Masameja. Mimi ni warrant officer. Akaonyesha cheo chake, wale wanajeshi wanaovaa vyeo kwenye mkono. Akaonyesha cheo chake, akasema mimi ni mtu mkubwa sana jeshini. Sameja wa Masameja. Shabash, akatupa kirungu chini. Alipotupa kirungu chini, akasema kaa chini. Chaja. Kwanza tumeshajua cheo chake. Kitu ambacho tulichokuwa tunakitazamia sasa, mimi nikaangalia pembeni, nikaona jamaa mmoja ambaye alikuwa mrefu hivi, mrefu la mkubwa. Nafikiri jamaa alikuwa Mnyamwezi yule, mkubwa. Nikaona huyu jamaa tukianzisha varangati atatusaidia sana huyu. Kwa hiyo nikaa nasubiria yule jamaa atakachofanya. Nikaona lile jamaa likubwa lile limepanda juu, yani unajua limepanda, yani hata mguu wake ukiona mwenyewe mguu pia na mguu kweli. Nikaona lile jamaa likawa la kwanza kukaa chini. Nikata tamaa sana. Mnyamwezi amekaa chini. Sasa kama jamaa amekaa chini. Sasa alipokaa chini kaangalia wengine, nikaona wote wanakaa chini. Kwa hiyo na mimi nikakaa chini sasa. Basi sasa utafanyaje sasa kama wote wamekaa na lile jamaa limekaa? Akasema mimi ni yule afande ni mdogo tu, akaendelea kujitamba pale. Akasema mimi ni Campus Sameja. Mimi ni battalion headquarters Sameja. Mimi ni Sameja wa Masameja. Mimi ni mtu mkubwa sana jeshini. Lala chini. Nikaangalia lile Mnyamwezi langu pale. Mnyamwezi nikalala. Mnyamwezi alipolala, wote ikabidi tulale sasa. Bado sasa unaenda wapi? Maana huyu ndiye tulikuwa tunamtarajia, tukianza vurugu hapa yeye ndiye atatushikilia, atafanya vurugu kweli kweli. Yule jamaa akajitapa, akasema vingirika. Nikaangalia ile Mnyamwezi likaanza kuvingirika. Mnyamwezi alipovingirika ikabidi wote tuvingirike, maana sasa unafanyaje sasa? Mnyamwezi anavingirika. Baadaye akasema aje? Akasema kuanzia sasa point A to point B mtakuwa mnakimbia, maana ninyi hamjui kutembea mpaka mtakapofundishwa kutembea. What? Mimi mama yangu mzazi aliniambia nikiwa na miezi 8 nilianza kutembea. Na huyu jamaa ananihakikishia kwamba mimi sijui kutembea. Kwani huyu ndio anajua kuliko mama sasa? Anasema kuanzia sasa point A to point B mtakuwa mnakimbia, maana ninyi hamjui kutembea. Tangu siku hiyo ilikuwa ni kukimbia tu kambi nzima. Watu wanakimbia. Ukijaribu kutembea unasikia Filipi kule kukimbia. Maana hamjui kutembea. Ni kukimbia maana hamjui kutembea kwa ukakamavu mpaka mtakapofundishwa. Mpaka ilipofika wakati ambapo tukaambiwa sasa mnaweza kutembea. Mnatembea kwa ukakamavu maana mmefundishwa kutembea. Niko hapa kukuambia ya kwamba yule Bwana hatukumtii bila yeye kutuambia cheo chake, stahili yake na ukuu wake. Nataka nikuambie, utakapojua ukuu wa Mungu, utakapojua cheo chake, utakapojua stahili yake, hakuna namna nyingine isipokuwa kumwabudu kweli kweli. Anastahili heshima, anastahili ibada, anastahili wewe ujitoe kwake. Amefanya yote kwa ajili yako, na wewe huna namna nyingine. Unapofahamu ukuu wake, unapofahamu cheo chake, utafahamu stahili yake, kitakachofuata ni kumheshimu kweli kweli. Isaya alipoona pazia tu, akaona makerubi tu, alipoona hekalu linatikisika, Isaya hakuwa na namna nyingine isipokuwa kumheshimu Mungu. Niko hapa kuwaambia wanatukasa, tumheshimu Mungu. Tumchague Mungu katika maisha yetu. Tumchague awe Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Tembea kwa uhakika ukijua ya kwamba uko na Mungu. Ukiwa na Mungu, wewe hakuna cha kukuzuia. Ukiwa na Mungu ukilogwa hulogeki. Ukiwa na Mungu una uhakika wa future, maana future yako imefichwa kwake. Yeye ambaye siku ile ya Ijumaa aliangikwa pale Calvary, siku ile ya Ijumaa alimwaga damu Calvary, siku ile ya Ijumaa alimwaga damu kwa ajili yako. Unapokubali kutembea naye, mambo yako yanabadilika milele zote. Niko hapa kuwasihi ya kwamba tumchague Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu.
Unaweza ukaniambia, pasa, si unajua mimi nipo hapa kwa hiyo nimeshamchagua. Nataka nikuambie, unaweza ukawa bwana tukasa na ukawa hujamchagua Yesu. Unaweza ukabatizwa na hujamchagua Yesu. Ngoja niwakatishe tamaa. Unaweza ukawa shemasi na bado hujakutana na Bwana. Nasemaje? Ngoja nikuambie, unaweza ukawa mchungaji na bado hujakutana na Bwana. Maana Isaya tayari alikuwa kwenye ofisi tayari ya kinabii, lakini bado kuna jambo halijakaa sawa. Utaniambia naweza kuwa kiongozi? Ndio, unaweza kuwa kiongozi, unaweza kuwa kiongozi wa tawi, unaweza kuwa kiongozi, unaweza kuwa ndio, lakini unaweza kuwa kiongozi wa kitaifa na bado hujakutana na Bwana. Ombi langu mchana wa leo, mkubali Yesu Kristo atawale maisha yako. Alete mapinduzi na mageuzi katika maisha yako. Wiki hii inapofika mwisho, iwe mwanzo wetu wa kutembea na Bwana maisha yetu yote yaliyosalia. Natamani Bwana alifanyie hivyo. Labda yuko mtu miongoni mwetu anasema, Mungu wangu, ninaomba siku hizi 2-3 zikawe siku za mapinduzi na mageuzi katika maisha yangu. Zikawe siku za mapinduzi na mageuzi katika maisha yangu, na mwelekeo wangu nikupende zaidi, niwe tayari nikuchague, nitembee nawe maisha yangu yote. Kama hiyo ni hamu yako, punga mkono wako. Kama hiyo ni hamu yako, ruhusu miguu yako ikubebe, simama pamoja nami. Ruhusu miguu yako ikubebe, rafiki yangu. Ikiwa hiyo ni hamu yako ya kwamba Mungu akutendee, Bwana akutendee mema, hebu siku hizi 2-3 zikawe siku za mapinduzi na mageuzi katika maisha yetu. Haidhuru mambo yalikuwaje nyuma, bila kujali uliishi maisha gani, bila kujali uliishije, yuko Mungu anayeokoa. Yuko Mungu anayeokoa. Wako watu wamechafuka na wamechafukwa. Yaani kuna watu hata wanafunzi wenzake wakimwangalia hivi wanamuona akiwa amevaa hakuna. Yaani yeye maisha yake ni kama hakuna anachovaa, maana kila mtu anamjua. Wako watu wanamwangalia hivyo yaani huyu afadhali hata asingevaa, maana kila anayekuja yeye anakubali tu. Bwana alete mapinduzi na mageuzi katika maisha yetu. Zinaa imekuwa kubwa hata miongoni mwa waaminio. Zinaa imekuwa kubwa. Zinaa imekuwa kubwa. Bwana atuokoe na zinaa. Zinaa imekuwa kubwa. Wako mabinti ambao yeye hawezi kukataa, kila anayekiambia twende huko anaenda tu. Akiambia twende huko anaenda tu. Sasa unanipeleka wapi? Sasa unanipeleka dhambi yako mwenyewe. Anaenda tu. Zinaa imekuwa kubwa. Dhambi imekuwa nyingi. Bwana amuokoe kila mmoja wetu. Niombe mchungaji. Mchungaji Seba, tafadhali njoo utuombee. Utuombee ili Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, atushike katika mkono wake. Na siku hizi chache tumuone Bwana katika maisha yetu. Atutengeneze tuwe vile anavyotaka tuwe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Itakuwa ni hasara sana kuja kukaa hapo siku 4, kuja kwa gharama zote, kuja kwa nauli zote, kuacha mengine yote. Afadhali ungeenda disco, umekuja hapa alafu utoke kama ulivyokuja. Hizi siku za kukaa hapa ifike mahali tuseme tumemwona Bwana katika maisha yetu, naye ametutengeneza, ametufanya tumekuwa vyombo katika mkono wake. Wakati mchungaji anapoomba na hata kabla hajaomba, mwambie Bwana mahitaji ya moyo wako, kilio chako mwambie Bwana, maana Bwana atakufanyia. Baba yetu wa mbinguni, asante kile ambacho ulitenda kwa Isaya wakati wa kifo cha mfalme Uzia, ambacho wewe binafsi, na kwa kuwa ndiye unayejua tu yaliyopita, yaliyopo na yajayo, namna ambavyo ulimsaidia Isaya kufahamu na kuhitaji wewe zaidi kuliko kumtegemea mtu, na kwamba utukufu wako ulikuwa umejaa katika dunia. Laiti tukifahamu ukweli huo, wewe ni Mungu uliyepo na uko nasi hata wakamilifu wa dahari, tunaweza kuuona utukufu wako popote tulipo,
kwa kuwa tumekutegemea wewe na umeahidi kuwa nasi mpaka utakapoonekana. Hivi nasi tukaitikie kama nabii Isaya, nalimuona Bwana. Mikutano hii ambayo umeturejesha hapa, umetuandalia mikutano hii, ukaliambia kanisa lako na viongozi wenye dhamana, ninahitaji nikutane na vijana wa TUCASA. Hata kama kuja kwetu hapa tulikuwa na malengo kadha ambayo pengine hata hayakuwa ndani ya malengo ya kutuita hapa, lakini kwa kutuwezesha kuja, hii ni ushahidi ya kwamba unahitaji tukuone wewe. Wewe pekee utabadilisha uelewa wetu na mtazamo wetu. Macho yetu yataona utukufu wako popote tulipo. Na kwa kuwa tutakuona wewe, tutakuwa na amani nawe, tukitii mapenzi yako kwa furaha, kwa kuwa haya ndio uliotuitia. Mtumishi wako aliyenena hivi, kuhamisha akili zetu kwa wanadamu na kutegemea yote ambayo tulidhani yanaweza kubeba maisha yetu ya sasa na maisha yajayo, na yanaelekezwa kwa neno lako, upande wako na kwako pekee. Tumesimama mchana huu wa leo sisi sote kama tulivyofanya, tukitambua tu ya kwamba wewe ndiye uliye mkuu na utukufu wako umejaza katika ulimwengu huu. Pamoja na kwamba wengi wanaona umejazwa na dhuluma, umejazwa na dhambi za kila aina, umejazwa na kila aina ya uovu na matatizo yanayokatisha tamaa, tusaidie kama ulivyotenda kwa Isaya, wakati anajaa hayo katika ulimwengu, lakini mioni mwetu tukajawe na uwepo wako. Ndipo sasa tutakuwa na amani na ujasiri wa kutumikia kwa furaha, na tukiwa na imani ya kwamba uko nasi na siku sio nyingi utarejea. Na hivyo sisi wote kwa pamoja, hivi ndivyo tunavyokuomba, na neno lako ndivyo lilivyonena nasi, ya kwamba tukutegemee wewe, tukutii wewe, tuishi na wewe hata hapo tutakapokuona ukija na mawingu. Mtumishi wako aliyenena hivi mbariki, na sisi sote ambao tumesikia mchana huu wa leo, kila mmoja kwa kuitikia na kuona yale ambayo tunapaswa kuyawacha miguuni pako yasiyofaa. Wanatumaini kwako, ndio maana umejifunua katika mikutano hii. Ututendee yaliyo mapenzi yako, na utujalie kuona faida ya sisi kuitwa nawe katika mikutano hii. Tunapopumzika mchana wa leo, tupatie tafakari hili linalodumu siku zote. Katika jina la Yesu Kristo, amina. TUCASA Ntuki Summit 2025. He steps in my campus. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya huduma hiyo tulioweza kupatiwa, na wakati huu tukiwa tunajiandaa kabisa kwenda kwenye mapumziko ya chakula, nitawaita kwanza sauti kwa ajili ya wimbo mmoja. Baada ya hapo tutapokea matangazo kutoka kwa mwenyekiti wa Ntuki, na punde baada ya hapo tutaelekea kwenye break ya chakula. Tafadhali itakapofika saa 7:50 tutaendelea na vipindi vya mchana. TUCASA Summit, sauti karibuni. Tunaomba matangazo kwanza. Mwenyekiti, toa matangazo wakati hao wanajiandaa kuja. Watajivuta, tutachelewa. Karibu.
Tafadhali tusubiri kidogo, kuna salamu na tangazo dogo.